Unajua kuna hii issue ya 50,000 kupotea. Unajua mpaka kufikia sasa wazazi wote wamefariki wakijua kwa mimi ndio ile pesa nilichukua. Kwani kakaangu, yaani mambo ya miaka miwili iliyopita mpaka sasa hivi bado ungali naye? Unajua kitu kinachoniuma ni kuwa mimi najua ile pesa ulichukua ukaenda fanya nini. Wewe ulichukua ukaenda ukampeleka mwanamke kwa sababu alikuwa anasafiri. Lakini mimi naweza sema ni ujinga kwa sababu yule mwanamke uliyempatia ile pesa, rumors zinazotembea mtaani ni kuwa yule mwanamke alirudi na anatembea na mwanamume mwingine sasa hivi. Kufikia sasa walijenga, na tetezi zinazokuja zingine ni kuwa hivi karibuni wanaenda kufunga ndoa. Sasa si unaona wewe ndio umefanya mjinga? Sasa mimi nilikuwa nataka kwenda zangu mami. Ngoja kidogo na mazungumzo. Mazungumzo gani? Tayari tumeshamaliza. Umemaliza nawe na nani? Wewe hivyo waridhika na hii hali ya kuridhisha kabisa? Naongea na wewe. Mama ni mke wangu. Hii kipindi kidogo tu ya hali tarime. Hivyo hata kusema umenichoka kwa. Nimechoka mwenzio basi. Nimechoka. Nahitaji. Nimepomba vumilie mke wangu. Tutafuta namna kufanya jambo jipya kwa sababu kama hospitali nimeenda na bado hapo sawa. Mimi wategemea ndio. Sasa limekushuka baba. Nimechoka. Na narudia tena nimechoka. Na ikiendelea hivi mlango mweupe ule nitaenda na nitarudi mumu kitandani na jalala nawe kagogo vile. Wewe si gogo. Nitaenda na nirudi. Ndugu wangu, yaani unaniambia, yaani inakaa kama kweli kama si kweli. Maanake huyu mwanamke toka safiri, hawezi amini, ni miaka miwili sina mawasiliano na yeye, na inavyosemekana yule mwanaume walipatana kwenye mitandao. Sasa vitu vingi wanaweka kwa mitandao, wanaposti kwa mitandao. Sasa hicho unachoniambia mimi itabidi nifanyie uchunguzi. Wewe utafanya uchunguzi wako kivyako na mimi nitafanya uchunguzi wangu kivyako. Basi itanilazimu mimi pia niende nitafute simu yangu nitie chajani, alafu niangalie data pia. Mimi ninge Facebook niangalie, unaniambia ni kweli kwa mdogo wangu, manake mdogo wangu inaniuma. Sasa kaka, mimi ninakushauri kwa sasa wewe tuliza hasira, ufanye siku zako bila hasira kwa sababu nakujua una mapungufu yako. Unaweza anza kukurupuka hapo kaanza kwa. Baby, unakumbuka mara ya mwisho tulipoachana? Sasa baby, nimekuleta huku ili tuongee mpenzi wangu. Mbona umenisurprise hivi? Oh baby, nimekusurprise sababu gani? Ili jambo ni langu mimi na wewe, na usisahau wewe ni mpenzi wangu. Okay. Baby, tunapata pale ili tuongee. Sawa. Shit. Sasa mbona unaongea maneno makali? Umeona unichiti? Nimenyamaza. Sasa hiyo ngwendo mbado lala kupata hilo. Mimi ninachoka, ninakwambia nitatoka nje. Hiyo nishakwambia. Ikiendelea hivi hii hali mimi nitaenda nje na nirudi. Ukiongea hivyo kwa kweli unataka. Tafadhali, hebu usipitishe hizo kauli zako na kuomba. Wacha mimi niende zangu basi, kuwa na subira mke wangu. Kila kitu kina mwisho na imani mwisho utafika. Hicho kimemshuka. Mimi hanioni mtu, yaniona kama takataka humu ndani. Huyo kamia sijui nini. Nachoka naye kitamramba. Rondi hii mimi ni wapi? Wafanya kunizi hivi vizuri kumbe. Haya, niambie mpenzi wangu, kwa ni jambo gani? Babe, hili jambo ni zito kiasi hicho? Pia kama utanielewa. Utakuelewa mpenzi wangu. Maana juzi nilienda kwa agent wa kusafirisha watu. Wale cheti wangu ukisafirishwa na kampuni inakaribia hata 100,000. Ukijisimamia mwenyewe 50,000. Ukizingatia mimi kwetu sina hata. Ukifahamu ndio hali yako naelewa. Nitakata muda mrefu nikisafiri. Nilikuwa naelewa. Nisaidie mpenzi. Mimi naamini
hauwezi shinda na hivi vijana. Lucky. Kuna pesa baba aliweka kwenye draw, nitaiba alafu nimwekele kakao. Niambie mpenzi wangu. Mbona kama ni wako kwa? Kuja nikuaza mpenzi wangu. Najua nilikuwa. Na imani. Karibu ndani. Vipi bro? Safi. Poa sana. Safi sana. Nabii. Zatokea ile siku. Poa tu sana bro. Tangu ile siku ile kule hotelini mpaka sasa ndio tutakutana tena. Inabidi nije hapa mwanzo. Nimekumbuka mazee. Niambie. Mazee, mimi nasema asante mazee kuhusu ule ushauri wako. Ushauri upi huo brother? Ile nilikueleza kama mama mdogo nini ana jamaa alafu kanishauri nikampiga picha. Nimekumbuka. Alafu ikawaje? Sasa bila shaka leo itakuwa siku ya 4 ama ya 5? Leo ni siku ya 5 leo. Siku ya 5. Ndio. Mimi nikupe hofu yangu kwa sababu ile ustadi na nini? Bali ni watu wengi wameenda pale kwake na ndio wameenda sana. Sasa mimi nikupe hofu kwa hili. Na mimi naomba utakuwa. Mimi kwa kweli hizo dalili ninazoziona una tofauti ya mwanzo na leo vile tunavyoongea. Maanake hali naziona ni nzuri. Kwa hiyo naweza kuafiki na yale maneno ustadhi alioniambia kwamba baada ya siku 7 kila kitu kitakuwa sawa, na imani pia kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo wanaambia mchezaji narudi uwanjani hivi karibuni. Tena atarudi kwa kasi zote na nguvu zote. Yani kama nimezaliwa upya kwa kweli. Sawa bro, mimi sina shida. Nimeshukuru sana kwa usaidizi wako, kwa sababu kitu kikubwa ambacho umenifanyia bro ni kuchukua hiyo muda wako kunipeleka mpaka kwa yule. Sawa, mimi hata nikupe off bro kwa sababu jambo lako ni jambo langu. Sawa, haina shida, nimeshukuru sana. Alikuja akafanikiwa, kampiga picha afu kaenda muonyesha mzee. Mzee namuonyesha amengedegeda, lakini sasa mimi nimeamua kivyangu mimi sasa. Kuja usa na mama na bibi yake. Nimeamua kama si mamake kulala naye, basi ni bibi yake. Na mimi kama bibi yake, mimi lazima nimtoe kopi bro, aminia. Bro, mimi je, ningekushauri ni nini? Usifanye hivyo kwa sababu hata ukilala na mamake utapata nini? Sababu mimi namuonyesha picha kabisa, evidence ndio hii, naambia ni mke wako. Sijui ona nimeedit, sijui ona nini yangedemeje. Wacha nimpreventie. Unaona nini? Si ulimchukua picha ukamchukua na video pia. Mimi naona hiyo kilichobakia mwachie baba. Baba mwenyewe atajua kipi chenye atakachowafanyia watu wenyewe. Namtoa kopi nakwambia, ukumbusho. Namtoa kopi? Au na ukumbusho wangu. Nalifanyia njuga nakwambia hili neno. Nalifanyia kabisa. Sasa kwa taarifa yako ujue naye mzee akijua umefanya vile. Hii ni kama laana. Majirani. Hamna rafiki yangu. Zaki. Poa, ametufikia hivyo down mzee. Sawa, mzee, nashukuru kwa ujio wako hapo. Maana yake nilikuwa mpweke. Lakini mwanangu mimi pia na mimi aniuma hiyo kweli. Sawa. Poa, pamoja bro. Mimi najituliza hapa kidogo. Maana siko poa. Shukuru sana. Sasa mimi nilikuwa nakuacha kwa sababu nilikuwa nikupeleke mpaka kwako, lakini na mali na watu. Sasa nafikiria kama tutaambatana pamoja ili shemeji yako enda kuandalie chai bwana. Sasa ni jioni, mawingu. Ni kweli, lakini sasa huo muda ndio hauruhusu. Lakini ikitoka hivi nitakupikia nijue hali yako then. Basi bro, mimi wacha nisikuzuie. Wacha wewe nikuache uende bro, kwa sababu najua una majukumu mengine pia, sio? Ni sawa nijani. Sawa, shukrani basi. Mungu atujalie wepesi sote bwana. Vipi? Kuna akili iko wapi bro? Mawazo bro. Najua ile tukaje juzi huko sana, nilipokuja ule nyumbani nikaona kile iko sawa. Nini mbaya? Ni kweli bro, nina mawazo tele. Kuna mawazo mengi. Nini mbaya bro? Sijai kuambia brother mate. Niko na mrembo. Kwani bro, siku zote zile niko na wewe na hujaina mbele kuna mrembo.
Ni kweli sikuwahi kuambia. Mazee urafiki ukaa hivyo. Mtu akiwa na lake uyasema, mazee bro, mimi nina mrembo mtu wangu. Angalau nitambulishe, je, nitambulisha mrembo wako. Yaani alichonifanyia huwezi amini. Alikufanyia nini bro? Kaja kanilalamikia kuwa anataka nimgharamie aende zake Uarabuni. Nikafanya njia zangu zote, nikatafuta pesa, akaenda zake. Akaniambia akija tutafunga ndoa. Yaani wewe ulimgharamia kila kitu, mwanamke, passport, nini, kwenda Arabuni? Lakini cha maajabu naambiwa na mume mwingine. Nani alikwambia hivyo bro? Samahani mama, kuna kitu ambacho nilikuwa naomba nikwambie, lakini nilikuwa naomba samahani kwanza, nisije nikaa kukosea heshima. Ila samahani. Kuna huduma ya ndani mimi sipati. Huduma ya ndani? Upati? Haya, ilianza lini? Jana ama leo? Tokea kitambo mama, nimevumilia, nimeona afadhali nije nikwambie, japokuwa si heshima kukwambia, lakini nimeona hakuna mwingine wa kuongea na yeye isipokuwa wewe mamangu. Kubwa nayo haya basi. Yaani jongoo mwanangu alipandi mtungi ama ni vipi? Ndio maana nimetanguliza samahani mama. Najua si sawa kukuelezea, lakini haya ni maisha ya mjini. Huku ni mjini, kitambo tutoke huku mpaka tuende nyumbani. Hiyo ni process kubwa, ndo nimeona afadhali nikwambie wewe kama mzazi. Big blood sana. Niambia roho na muamini kwa kila jambo. Kweli bro, una moyo. Yaani umegharamia vitu zote hizo. Nilifanya haya yote mimi nikiamini kuwa mwanamke ananipenda na mimi pia nampenda. Sikuwa nadhania kuwa atakuja kunifanyia haya yote anayofanyia. Mzee bro, nitakushauri mzee. Wewe ng'ang'ania penzi lako. Kwa vyote vile urudishe furaha yako. Sawa bro, hiyo ndio naweza kushauri. Sawa bro. Nitafanya kila njia ili niwe naye. Maana kwa kweli ule demu mimi nampenda sana. Kumwacha itakuwa ngumu. Alafu acha mawazo mengi, barabarani utagongwa mwanangu. Sawa? Tajaribu kufikiria hilo jambo. Wewe fanya vyovyote vile, sawa? Sawa brother. Pamoja. Naomba brother pamoja. Lakini mwanangu, haya mambo hapo zamani waliokuwa wakiambiwa ni manyanya. Ukishaambiwa mguu wako mguu wake, mwenda huko. Ukifika mtazungumzao mama, leo mambo kama haya kwa mama, si aibu hiyo? Mimi nimevumilia muda mrefu, mali imefikia hii hali, sitaki lawama na sitaki kumkosea mume wangu, nampenda sana, sitaki kumvunjia heshima, maana mali nimefikia, mimi ni mwanamke na nina hisia. Nimechoka mama, sitaki lawama. Sawa, umefanya vizuri, nitafuatilizia. Asante mama. Yaniuma. Pole kwa hiyo mitihani uliyopata. Nashukuru mama. Umefanya vizuri pia kuniambia, maana mambo kama haya ungetafuta kitanga mwanika umebeba kichwani, hodi vijumba hodi. Jamani, mume wangu jongo alipandi mtungi, ni aibu. Fanya vizuri mwanangu, asante kwa kunielezea. Nitalifuata hilo swala. Ndio jambo shalifikisha kwa mama, nitakufuatilizia. Sawa mamangu.